Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Tudy TV popote ulipo. Nikukaribishe katika mfululizo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuendelea basi ninakualika usubscribe, kulike na share YouTube channel yetu ya Tudy TV ili uweze kupata mambo mbalimbali yatakayokuwa yanaendelea ndani ya YouTube channel yetu. Nipo na moja kati ya viongozi wa Tudy na tupo kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali. Bwana, karibu jitambulishe na watazamaji wajue wewe ni nani na una cheo gani Tudy. Karibu sana. Okay, shukrani sana. Kwa majina anafahamika kama Bahati Chacha Joseph, lakini kwa majina ya kazi anafahamika kama Regan FMO. Hapa nipo kama kiongozi wa mweka hazina wa Tudy, ambapo nafanya majukumu yangu kwa bora zaidi nikiwa katika nyanja hiyo. Asante sana, nikushukuru. Kwa hiyo mambo ya fedha milala. Yes, hapa mambo ya fedha bwana, barbar kabisa. Ni boss wa Tudy, wewe ndio boss. Yes. Karibu sana. Kwa miradi na nini, basi tunaonana ofisini, mambo yote yanaenda safi kabisa. Naam, karibu sana. Basi mpenzi mtazamaji, kama nilivyo kwambia na ulivyokwisha kusikia kutoka kwa Mr. Bahati, yeye ni mweka hazina na tuko hapa kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na Tudy, lakini kuhusiana na chuo cha ustawi wa jamii, kwa sababu Tudy iko ndani ya taasisi ya chuo cha ustawi wa jamii. Kwanza mtazamaji na msikilizaji akisikia Tudy anajiuliza Tudy ni nini? Kwa hiyo tuanzie hapo kwanza, tuambie Tudy ni nini. Karibu sana. Okay, mpenzi mtazamaji wa Tudy TV, ambapo unahitaji kufahamu maana halisi ya Tudy, basi nikukaribisha ili uweze kufahamu maana hii kwa haraka zaidi. Tudy ni kifupisho cha maneno ambayo yanasomeka kwamba the unit of disabilities ISW, kwamba ni umoja wa watu wenye mahitaji maalum katika chuo cha ustawi wa jamii jijini Dar es Salaam hapa Kijitonyama Kinondoni. Naam, nadhani hiyo ndio maana halisi ya Tudy. Asante sana. Baada ya kujua Tudy ni nini, basi natumai kwamba ndugu mtazamaji na msikilizaji utakuwa umepata japo kwa uchache kujua Tudy ni nini. Sasa malengo hasa ya Tudy ni nini? Okay, kwanza kabisa kuna malengo yamegawanyika katika nyanja mbili hapa, ambapo katika Tudy TV tuna malengo hasa ya kukuburudisha, kukuelimisha na kukupa thamani ewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tudy TV. Lakini tukija katika umoja wa Tudy, hapa tunazungumzia malengo hasa yaliyopo ndani ya chama hiki. Malengo yaliyopo, lengo kuu hasa ni kusaidiana, lakini tunasaidiana katika nyanja mbalimbali ambazo tumejiwekea wenyewe. Kwa mfano, sisi ni wanafunzi na tunatumai kwamba tuko hapa ustawi wa jamii kwa ajili ya kujifunza. Malengo mama la sisi kwa hapa ustawi wa jamii ni kuelimika. Sasa tunasaidiana katika mambo ya kielimu zaidi, kwamba endapo mwenzetu atakapokuwa amepungukiwa ada, basi kuna kiwango fulani ambacho tutaweza kumsaidia. Lakini pia afya ni bora ili uweze kuendelea. Hata sisi tunaunguruma hapa sasa, tuna afya bora, ndio maana unatuona tuna unguruma hapa hii leo. Kwa hiyo pia tutamuongezea chochote kitu ambacho Mwenyezi Mungu atakuwa amejalia mwenzetu pindi anapokuwa amepungukiwa katika swala la bima. Lakini pia tutahusika katika swala la msiba kwa ajili ya kumfariji mwenzetu pindi anapokuwa ameondokewa na wapendwa wake, na pia tutashiriki katika matendo ya kumfariji mgonjwa ambaye anatokea katika chama cha Tudy na hivyo kumweka katika faraja njema kabisa. Lakini kubwa zaidi, tutashiriki hasa katika harusi ambayo itamhusisha mwenzetu ambaye anakwenda kuoa ama kuolewa, kwa sababu tunaamini jambo la harusi ni jambo la baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi hayo ni miongoni mwa malengo tu ambayo tuko nayo Tudy, na tuko nayo mengi kweli kweli. Ukisema tuyaeleze yote, basi tutachukua muda sana, lakini nadhani mtangazaji mwenzangu hapa nadhani nimemaliza kwamba katika upande wa malengo, basi hayo ndio mojawapo ya malengo ambayo Tudy imeplan kumwekelea ama kuwa na pamoja na mwanachama wa Tudy. Naam, Asante, nikushukuru sana Mr. Bahati, mweka hazina Tudy. Labda kwa faida ya wasikilizaji na mtu yeyote anayetufuatilia popote alipo, mpo ndani ya taasisi ya ustawi wa jamii na ni watu wenye mahitaji maalum. Yes. Labda mtazamaji anaweza akajiuliza hitaji lako maalum ni nini? Labda uambie afu niendelee. Okay. Mimi hasa ni mtu mwenye changamoto ya uoni. Yes, unapozungumza mtu mwenye changamoto ya uoni ni mtu ambaye hawezi kuona. Yes, kwa hiyo changamoto nadhani
ndio hiyo nilionayo mimi kama mweka hazina wa TUD. Yes. Asante sana, na nilitaka niulize jambo hapo kwamba mtaani kama unavyojua kwamba perception ama imani za watu kule mtaani ni kwamba mtu mwenye mahitaji maalum, hususan mtu asiona, akimaliza labda form 4 akishindwa kupata ule wastani wa kwenda ualimu, labda anakaa nyumbani kwa sababu anaamini hamna taaluma nyingine ambayo yeye anaweza akasoma kwa haraka haraka. Nyinyi mko hapa na mnachukua kozi ya social bila shaka, sivyo? Yes. Labda unaweza ukamwambia nini yule ambaye yuko nyumbani, ukizingatia ni kipindi ambacho madirisha ya usajili yamefunguliwa sasa, unamwambia nini yule mtu mwenye mahitaji maalum ambaye yuko nyumbani? Kwanza kabisa nipende kumtia moyo kwamba ukiachana na ualimu tu, kuna taaluma mbalimbali ambazo unaweza ukazisoma kama mtu mwenye mahitaji maalum ambaye unahitaji kubaki nyumbani ati kwamba unashindwa kwenda ualimu. Kwanza kabisa, kama unavyoona hapa, sisi ni social worker, tunasoma taaluma ya social work au kwa Kiswahili fasaha tunasoma taaluma ya ustawi wa jamii, tunastawisha jamii. Kwa hiyo tuko vizuri kweli, na chuo chetu kimefungua madirisha na kimetangaza pia kozi mpya ambazo zinaongezeka hapa. Kwa hiyo ewe mtu mwenye mahitaji maalum, ni muda wa kuchangamkia swala hili, kwa sababu linakuweka juu na litakupandisha zaidi na kutokubaki kuwa tegemezi hapo nyumbani ambapo uko. Hivyo basi usikatishwe tamaa na watu ambao wanakwambia kwamba ati ualimu ndio dini. No, kuna vitu vingi ambavyo vinakufanya uwe mjini, na kama hapo unapoona sasa, sisi tuna huruma kutoka ustawi wa jamii hapa. Social work ndio kitu ambacho tunakisomea, lakini zipo kozi nyingi kweli kweli ambazo unaweza ukazisoma hata hapa katika chuo chetu cha ustawi wa jamii. Hivyo basi nikukaribishe pia tu kunako website na uweze kujisajili katika chuo chetu cha ISW hapa Dar es Salaam Digital Jam. Naam. Asante sana kwa kutoa hiyo elimu. Lakini pia vipi, unaonaje mazingira ya chuo cha ustawi wa jamii, kwa maana ya mazingira yenyewe, lakini pia na walimu, ni kwa namna gani unafurahia ufundishaji na ile care ya walimu wa chuo cha ustawi wa jamii? Okay, kwanza nafikiri tumebahatika sana kwa sababu tumekutana na mazingira ambayo ni surprise sana. Ukiangalia huko nyuma katika shule zetu tulizokuwa tukisoma ama katika mazingira ambayo tulikuwapo, basi ni mazingira ambayo yalikuwa tatanishi kweli, lakini katika chuo cha ustawi wa jamii tunasoma kwa kuenjoy na tunaburudika kabisa, tunafarajika kulipia ada yetu. Tunaona kwamba ada yetu haiendi bure, kwa sababu tumekutana na mazingira pendwa, mazingira rafiki kabisa, kuanzia kwa walimu na kuanzia kwa mkuu wetu Dr. ama mama yetu Joyce Nyon, ambaye anahakikisha kwamba watu wenye mahitaji maalum hawapati changamoto yoyote wanapokuwa katika chuo cha ustawi wa jamii. Ndio maana narudia tena, ndio maana unaona hata matokeo yao hayalegilegi kama huko walipokuwa, na matokeo yao yapo juu kweli. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia na kitu cha kujisifia katika chuo chetu cha ustawi wa jamii. Tuko bora kweli, hatuyumbi na hatujawahi kuyumbishwa, ndugu mtangazaji. Naam, labda umezungumzia kuhusiana na Dr. na mama yetu Joyce Nyon. Labda mama yetu Joyce Nyon amekuwa kinara sana kwenye kuanzisha program mbalimbali za watu wenye mahitaji maalum, hususani kwenye mambo ya teknolojia. Unaweza ukalizungumziaje hilo? Naam, kwanza kabisa nipende kumshukuru na nimwombea heri nyingi kwa Mwenyezi Mungu aweze kumlinda na kuendelea kumweka katika chuo cha ustawi wa jamii, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akionyesha kujali, akionyesha thamani ya watu wenye mahitaji maalum. Kwa mfano, miezi mitatu iliyopita tumetoka kujifunza teknolojia kuhusiana na mambo ya kompyuta, na tunaitambua kweli kompyuta kwa sasa, kwa sababu tu mama yetu Joyce Nyon amemwaga mpunga pale bwana, tukaweza kupata mwalimu ambaye amekuja na kutujaza madini kweli ambayo yanatusaidia hivi sasa tunaweza tukachapa dokumenti zetu wenyewe, tukatumia kompyuta vizuri kabisa wenyewe, na ni vyuo vichache kweli ambavyo vinatoa program kama hii. Na kati ya hivyo basi nadhani kinara ni chuo cha ustawi wa jamii ambacho kinahakikisha kwamba kila baada ya semester unapata mafunzo hayo ya kompyuta, ili mtu mwenye mahitaji maalum usiweze kupitwa na mambo ya teknolojia, uweze kutumia vitu vyote ambavyo vinakuweka wewe katika utandawazi kwa ubora kweli. Na tukiwa tunaendelea, tukiwa tunakaribia mwishoni, labda jambo lako ni nini sasa la kuambia wapenzi watazamaji na wasikilizaji, lakini pia na watu wote ndani ya taasisi ya chuo cha ustawi wa jamii? Karibu. Okay, kwanza kabisa nipende kuwakaribisha katika TUD TV na nipende kuwaomba washare na wasubscribe, pia waweze kucomment. Tunahitaji sana subscribers wengi kibao kweli,
ili kuweza kuipandisha TUDI kwa ajili ya watu wengi kujifunza, kuburudika na kuweza kutambua thamani ya mtu mwenye mahitaji maalum, kwa sababu ndio lengo letu hasa. Lakini pia nipende kuwaombea baraka nyingi kwa Mwenyezi Mungu awajalie heri, ili muweze kuja katika TUDI Yetu TV ili mpate habari mbalimbali na motomoto ambazo tutakuwa tukikuandalia na kukuletea katika TUDI TV. Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote ulipo, muda wote tulikuwa na mweka hazina wa TUDI ndugu Mr. Bahati, na natumai utakuwa umeburudika, lakini pia natumai utakuwa umeelimika kwa mambo mbalimbali ambayo alikuwa anaongea hapa. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako, nikushukuru sana kwa kuendelea kunifuatilia, na mimi sina la ziada. Mimi ni Econ Octavian, mpaka wakati mwingine, nikutakia wakati mwema. Bye bye.